Jua kuwa wewe ni wa pekee katika kazi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye analingana na wewe, hasa zaidi katika vipawa, vipaji na karama na huduma Mungu amekupa kwa namna ya kipekee. Lazima kutambua nini kinafanya uwe wa pekee. Kuna sababu ambayo inafanya uwe wa pekee. Mungu akikupa maono lazima ikamilike ama ikamilishwe na watu wengi. Ndio maana mwalimu mmoja alisema kwamba Mungu anakupa maono mwenyewe, lakini peke yako hauwezi kuyakamilisha ama hauwezi kuyafikisha mahali ambapo Mungu anataka ifikie. Kumbuka kuwa Mungu ndio mwenye maono, lakini sisi ama wewe ni mbeba maono. Ndio maana inabidi unapopewa maono washirikishe wengine katika maono. Lazima uyashirikishe kwa wengine, waelekeze, uwaambie kwa uwazi kile Mungu amekupa kufanya na kukitekeleza, ili wale watu wakusaidie. Kumbuka, unapoeleza maono kwa watu, unapowakilisha maono vizuri kwa watu na watu wakayaelewa, kuna watu wataifanya vizuri kuliko vile wewe ungeifanya. Kuna watu ambao watasababisha ile maono iende mbele zaidi ya vile wewe ambao ulipewa maono inakuwa, kwa sababu umeyawakilisha vile Mungu amekupa nayo. Mfano, kuna watu ambao unaweza fanya kitu na unakifanya kwa namna yako, lakini kuna mtu mwingine unaweza kumfundisha anafanya kile kitu nafanya, lakini atakifanya kwa ubora zaidi. Ndio maana Yesu anasema mwanafunzi anakuwa kama mwalimu, lakini hampiti mwalimu. Yaani anaweza kufanya vizuri zaidi ya mwalimu. Ndio maana maono unaweza kuiweka kwa watu, kuwekeza kwa watu, na watu wakaifanya vizuri zaidi yako wewe ambaye ulifanya. Ndio maana kuna sababu ya kuwakilisha maono. Maono ni mzigo. Maono ni mzigo ambayo peke yako hauwezi kuyabeba. Mungu amekupa maono ili wewe upate nafasi ya kuwashirikisha wengine. Kwa sababu Mungu hawezi tupatia sote maono. Anawapatia watu ambao anaona wako na uwezo ya kuwakilisha ile maono ili ifikie watu wengi. Kwa hiyo unapopewa maono, jua kwamba ni mzigo uko nao, na huu mzigo hauwezi kuubeba peke yako. Na ukiubeba peke yako, jua kwamba utakwama njiani, na kama hutaki kukwama njiani, shirikisha wengine, mbebe nyinyi wote mzigo huu ili ufike ufikishe mahali ambapo Mungu anataka ufike. Kuna viongozi wengi unakuta leo maono ni kama maono yake, hataki kuwashirikisha wengine, hataki kuwahusisha wengine, hataki wengine wajihusishe na maono yake. Anataka wengine tuwatumikie maono yake, lakini wasijui maono yake nini haswa lengo la maono. Ndio maana unakuta viongozi wengi wakisafiri, maono nayo inasafiri. Wakigonjwa, maono inasimama. Wakisafiri kwenda nchi za mbali, maono inaisha. Ama wakifariki, maono inazimika. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakushirikisha wengine. Lakini kumbuka, katika kitabu cha Kutoka, Musa, Mungu alimpa maono ya kutoa taifa la Israeli katika nchi ya utumwa kule Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Lakini Musa alielewa, alianza kuwatengeneza watu karibu yake wa kumsaidia kupeleka maono. Ndio maana unakuta kuna watu kama Haruni ambao walikuwa karibu yake, na baadhi yao wengi tu ambao walikuwa pamoja na yeye. Lakini pia kumbuka kwamba alitengeneza Joshua ambaye alikuja kufikisha taifa la Israeli, na Musa alishaenda zamani. Sasa jiulize sasa, kama Musa angekuwa kiongozi ambaye hakutaka kutengeneza ama kutransmettre maono kwa wengine, ina maana kwamba Israeli wangekwama katika jangwa, wasingelifika Israeli, kwa sababu hapakuwa na mtu mwingine alikuwa anaelewa maono. Lakini kwa sababu kuna watu walikuwa wanaelewa maono, ndio maana walisimama na Joshua akawaongoza
wakafika mpaka Kanaani. Swali ni kwamba sasa, je, mwenyewe utaweza kutimiza maono? Na kama ndiyo, jua kwamba itakugharimu.